Yani kitu unalisaidia na bado linakutukana, matusi ya reja matusi. Yani wewe hauwezi kabisa ukaacha hizo banki zako, nywele zimekusimama kama mistimu ya umeme. Yani unashindwa kabisa kujua kwamba ushauri wangu unakwenda kubadilisha umbile lako la kibamia na kulifanya ukawa kubwa, lakini bado unaendelea kunitukana mjomba. Yani oya, unaniusha ujue. Unaingia na mlango, napiga teke, naingia na mlango mpaka ndani. Oya, acha mashiara bwana. Wakujika kumwagani huko kama unajifungua mjomba. Huko sasa tunakuelekea, tunaanza kukuletea majeshin. Hapana, tunaanza kukuletea majeshin sasa hivi. Tutavurugana mjomba, tutavurugana. Embu fanya mazingira utoke nje mwenyewe. Mzigo uko kwenye kimono chu hapa. Kama vipi tuje tukate gogo wote. Mjomba, mjomba, tutaribiana ujue, tutaribiana. Hapo sasa hata nikiwa nafoka inabidi niwe nafoka kitaratibu, maana huyu mshenzi nikijifanya na paniki hapa mwanangu ndani mwato. Huyu inaonyesha mavi yake yana shira sana, so na mimi nikileta matetema mzigo na wacha kwenye suruali. Kodaboi, mzigo utashuka kabla haujafika makumbusho. Hapo mjomba kama ana sifa, yani anakunywa, atasema anakunywa mpaka na akiba yote anaiacha, anashusha mzigo wote. Mimi hapo mimi naniuzi, mimi nitaingia na teke mundani, mimi mbaya, lakini nikiongea kwa nguvu naona kama kishundu kinatanuka hivi, mzigo unataka kutoka. Hapa ni mwenda kujikasha tu mwanaume. Yani ukishikia kwamba chekundu, wajinga ndio wali wao. Kiukweli utalipa kwa ili unaniambia mimi navuta bangi au kitu. Oya mjomba, umenishusha sana vyeo ujue, umenishusha vyeo mjomba. Jamani zina demu, mke wangu shemu. Eti ni mdada wewe, acha mashikara. Mundani ulikuwepo wewe? Yani namaanisha ukuchooni, ile mishuzi ilikuwa inatoka, ilikuwa ni ya kwako. We baba wewe, hebu taratibu, mishuzi ipi? Mbona unaanza kuropoka? We mzee, hebu jiheshimu basi. Sasa mimi ndo nijiheshimu ama ujiheshimu wewe? Maana kwa hiyo mishuzi mjomba, wewe unaonekana ni professional player in the fat push. Kiingereza hicho sijui kimetokea wapi, ila nakikuta kimetamkwa kutoka kwenye bakuli langu. Lakini mbona mtoto wa kike mzuri, lakini unaweka sana chooni, alafu cha kushangaza umekuja kwenye choo cha wanaume, yani umeingia choo cha kiume. Mtoto mzuri kama wewe, alafu unakunya masaa 24. Mimi mpaka hapa nilipo tayari nishamaliza kila kitu, ni bado kwenda kujisafisha, sijamaliza. Lakini wewe babu, nyamaza babu. Wanashachoka babu, unaongea mimati yote na kija usoni mwangu. Vipi mbaba wewe? Hivi una meno au ndugu yangu limi mzito? Niambie, maana unaongea mimati yote na kija kwenye uso wangu. Hebu sikia, wewe ulikuwa unanipigia makelele sio nini? Kwanza hapa mimi sijamaliza. Kama unataka kwenda niachie mimi niende tena nikamalizie, maana kama unanichanganya vile. Kunyangishi, uende ukafanya nini tena?
Hebu tuliza kikomo chako hapo hapo, ngoja kwanza nikuchambe mara ya mwisho. Hivi unajua kwa ajili yako kujivutavuta huko chooni nimesha kishusha kitope kwenye nguo kabisa hapa, nishajaribia. Unalijua hilo au unaongea tu vile yanakutoka, utazani ile mishuzi ulikuwa na kutoka kwa chooni, ndo maneno yako yanavyokuporomoka. Yani mpaka sasa hivi hapa tayari ushaniharibia mimi rekodi. Sasa hapa akija mshera yoyote akanikuta mimi tayari nishafanya unyabumbu kwenye nguo, atajua mimi tayari ni bwabwa, siwezi kuyazuia. Halafu kwa nini mtoto wa kike unakaa masaa mengi kwenye choo, halafu unatoka ukiwa noma kabisa? Wewe ngoja nenda nikamalize kwanza, nikitoka nje nimalizane na wewe, nikufua. Keleleni dakika 2 tu, nimeshatoa. Watundu TV, sisi ni wakali wa burudani. Like, share, subscribe, comment.